Watu wengi wamekata tamaa kwenye safari ya kutimiza malengo yao, si kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kile wanachokihitaji, si kwa sababu walikuwa hawajui wanachokitafuta. Wengi wamekata tamaa kwa sababu ya makundi tofauti ya watu waliokutana nayo yakawaaminisha kwamba wao si kitu, yakawaaminisha kwamba wanachokitafuta si mpango wa Mungu, wakawaaminisha kwamba wanachokitafuta hakitowezekana katika maisha yao, na mwisho wa siku wakaamua kukata tamaa kwenye safari ya kutimiza malengo yao. Yapo makundi makuu matano muhimu ambayo lazima utakutana nayo kwenye safari yako. Chonde, chukua tahadhari kwa kuyajua haya makundi, kwa sababu yamewaangusha watu wengi sana waliokuwa wana commitment kama wewe kwenda kutafuta ndoto zao. Kundi la kwanza ambalo utakutana nalo katika safari ya kutimiza malengo yako ni kundi la wapinzani wa malengo yako. Hili ni kundi la watu ambalo hawatokubaliana na jambo lolote ambalo wanaliona ni chanya wanalohitaji kulifanya kwenye maisha yako. Utakachokipanga chote watakwambia hakiwezekani. Watakwambia wewe si wa kwenda chuo kikuu. Watakwambia wewe si wa kufaulu. Watakwambia wewe si wa kujenga. Watakwambia wewe si wa kununua gari aina fulani. Ni watu ambao katika chochote ambacho wanakiona ni kizuri watakukatisha tamaa kwenye maisha yako. Na hawa watu wanafanya hivi, moja, kwa sababu hawataki uwe juu na wao wawe chini. Lakini pili, wanafanya kwa sababu wanakujua sana na wanajua madhaifu yako ya nyuma. Kwa hiyo ni vigumu kuamini kwamba unaweza kubadilika na kufanya yale yaliyo juu sana. Na wengine wana kitu kinaitwa inferiority complex syndrome. Wana madhaifu ya kujiona ni wa chini kiasi kwamba hawaamini kama wanaweza kuwa karibu na mtu ambaye anaweza kutenda makubwa. Wanaamini kwamba mtu anayeweza kutenda makubwa ni yule ambaye hawamfahamu. Wanaamini mtu ambaye anaweza kutenda makubwa ni yule ambaye anatoka sehemu ya mbali kutoka pale wao walipo, au si rafiki yao. Unakumbuka hata Yesu Kristo yalimtokea alipoanza kutenda miujiza. Wapo waliokuwa namjua hawakutaka kumpa muda na kutizama anachokitenda. Walimcrash na wakaamini kabisa hawezi, kwa sababu walikuwa wanamfahamu. Soma kitabu cha Marko sura 6 mstari wa 3 na Mathayo sura 13 mstari wa 55. Wanamwambia huyu si yule seremala, yule mtoto wa Mariamu? Afu huyu si ndio yule ndugu yake na Yakobo, Yese, Yuda na Simoni? Wanamtizama, wanasema atawezaje kufanya haya wakati huyu si tunamjua, ni yule jirani yetu. Na wengine watakwambia yule mimi namjua, nimesoma naye, nimecheza naye makopo. Wanajaribu kuweka katika viwango vidogo kwa sababu wanakujua, wamecheza na wewe, wamesoma na wewe. Na mtu mwingine ambaye anashindwa kutambua hili kundi kama lipo, mara nyingine huwa anakata tamaa kabisa na kuachana na malengo yake, akijihisi kama yeye si sahihi katika malengo yake, na wakati mwingine akiwaza kwamba si mpango wa Mungu kuweza kupata anachokitafuta. Kumbe amekutana na watu ambao ni wapinzani wa malengo yake. Kundi la pili utakalokutana nalo ni kundi la watu linaitwa clinicals, ama unaweza kusema observers. Ni kundi la watazamaji wa harakati zako. Hawa watu hawatozungumza chochote, hawatokukosoa na wala hawatokusifia. They pretend like they see nothing. Na changamoto inayokuja katika hili kundi ni kwamba watu wengi wao wanatamani kujua na kutambua kile walichokifanya kama ni kizuri, ili waweze kupata nguvu ya kuweza kuendelea. Wapongezwe, wasifiwe, waambiwe hiki wamefanya kizuri ama wamefanya kibaya. Na kama wamefanya vibaya, wanapenda kuambiwa kwamba boresha hapa na hapa na hapa, utaenda mbele. Sasa kundi hili huwa halina muda na wewe kabisa. Hata inabidi ukumbuke kwamba ni asili ya watu wengi kwamba wanapenda kuwa sehemu ya ushindi. Huwa hawako tayari kumuunga mkono mtu wanayeona hajakaribia ushindi. Kabla hazijaonekana dalili za ushindi, huwa si rahisi sana watu kukuunga mkono. Kwa hiyo unapokutana na watu wengi walioko kimya, unapokuwa katika upambanaji, huambiwi unafanya vizuri, unafanya vibaya. Tambua upo karibu na kundi la watu ambao ni clinicals, watu ambao ni observers, watu ambao ni watazamaji wa ndoto na mapambano yako. Usikate tamaa, songa
mbele. Kundi la tatu la watu utakaokutana nalo ni celebrators. Ni watu ambao wanakutaka wakati wa furaha pekee, hawakutaki wakati wa dhiki na tabu. Ni wale watu ambao ukiwa na shida hutowaona, lakini ukiwa katika furaha utawaona. Ni wale watu ambao unaweza kumaliza muda mwingi hujawaona, lakini ukipata cheo utawaona, watakupigia simu kukupongeza. Ni wale watu ambao wanasubiria upate alafu waanze kusema mimi na wewe tulisoma wote, waanze kusema mimi na wewe tuliwahi kuwa marafiki. Ni watu ambao kama kuna maandalizi ya sherehe hutowaona, utawaona kwenye siku ya sherehe. Ni watu ambao wakigundua kama upo kwenye uhitaji ima wa kifedha ama una hali yoyote ambayo inaweza kuonyesha kwamba unaweza kuwategemea kwa chochote, hawapatikani. Lakini ni watu ambao wanapohisi kwamba upo kwenye furaha na sherehe, wao ni wepesi sana kuonekana. Hawa ni watu ambao wanatafuta mafanikio ya muda mchache sana, na wakigundua kwamba hawafanikii chochote kwa muda fulani kwenye maisha yako, huwa ni wepesi sana wa kukata tamaa na wewe. Hawa ni watu ambao wanaamini kwamba unaweza kuwasaidia kupitia harakati zako, lakini hawaamini kwamba wanaweza wakakusaidia hata wao. Ukikutana na mtu wa namna hiyo, usimpe muda sana katika maisha yako, kwa sababu anaamini katika kukutumia, haamini wewe kumtumia kuweza kupanda kwenye viwango vingine. Na kundi la 4 ni kundi la watu ambalo naliita ni coaches of your own dreams. Ni kundi la makocha wa ndoto na malengo yako. Ni watu ambao wanakuelekeza kwamba fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, utafikia malengo yako. Na wakati mwingine si marafiki zako fika, wakati mwingine si watu ambao wanahitaji chochote kwako, lakini ni watu ambao wanaguswa kwa sababu wameshagundua kwamba wewe ni mtu fani special, wewe ni mtu fani ambaye una kitu cha tofauti. Wanaumia kwa sababu wanaona unaenda kwenye viwango ambavyo si sahihi, na wakati mwingine wanaamini kwamba walikuwa na nafasi hiyo hata wao, lakini muda wao umeshapotea. Kwa hiyo wakikutizama wanaona kwamba wewe bado una nafasi nzuri ya kuweza kufanya. Wanakusaidia sana ukuonyesha, hasa pale ambapo unakuwa unatenda makosa kwenye maisha yako ambayo yanaweza kukutoa kwenye mstari wa kuelekeza kwenye malengo yako. Ushakusikia mtu anakuambia kwamba wewe si wa kufanya makosa haya, wewe si wa kulewa hivi, wewe si wa kuonekana katika mazingira hayo. Na wakati mwingine wanakuambia tuache sisi tuonekane, tuache sisi tufanye haya makosa, tuache sisi tufanye ABC, lakini sio wewe. Ni kundi zuri kabisa ambalo ukilisikiliza most of the time linakuambia mambo mazuri ambayo yanaweza kukushape na kukurudisha kwenye mstari. Na kundi la 5 ni kundi la watu ambao mimi naliita champions, na waita mashujaa. Ni mashujaa ambao wanaweza kukusaidia kukushindia kwenye safari yako. Yaani ni kama refari ambaye kwenye mchezo anakuwa anakupendelea wewe. Hili ni kundi ambalo linatambua ubora wako na linatambua udhaifu wako. Ni kundi ambalo lipo tayari hata kuwekeza kwako bila kutegemea faida yoyote. Ni kundi ambalo linaweza kuwa na wewe kwenye shida na raha. Ni kundi ambalo unaweza kulikimbilia hata wakati unapokuwa umeumia, wakati unapokuwa umeumizwa, wakati unapokuwa umekata tamaa, na likawa tayari kukusikiliza na kukupa muda kwa ajili ya faida yako. Ni kundi ambalo linaweza likakukopesha hata fedha na lisikuulize utarudisha lini. Ni kundi ambalo linakuamini, yani from nowhere unakuta anakuamini na anakupenda, na muda mwingine hata sababu ya kukupenda anaikosa. Ukiangalia kwa undani sana, si kundi la watu ambao wanafanya mazuri kwako wakitarajia kupata fadhila kwako. Ni watu ambao wanatizama, wanaona kwamba kuna kitu Mungu alikiweka ndani mwako, wakisaidia wakawa sehemu ya kukiendeleza, wanapata thawabu na baraka kutoka kwa Mungu. Hawa ni watu ambao ukifanikiwa kupitia mikono yao huwa wanajihisi baraka kabisa. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili tuendelee kuwa pamoja katika mafunzo kedekede.